Kemwa, karibu. Asante sana bwana Shikuku. Labda mkiniruhusu nikianza na kwa upande wangu wa kulia. Umesema ya kwamba wewe umeweza kuolewa na uko na mume. Je, na imewezekana aje amekupatia muda ukaweza kuchukua muda wako wote, yani attention yote kwa kazi hii ambayo mnafanya ya ukomedi? Kisha na manake pale nyumbani kuna kazi mingi ambayo wewe sasa kama mzazi ambayo unafaa kufanya pale. Amekupatia muda wako ukaweze kufanya kazi hii. Je, amekuruhusu ama kuna mfurugano hapa na pale wakati mwingine? Hapo kwa kusema ameniruhusu bado, lakini ni ile mimi naingianga tu kinjia zangu, yeye akiwa kazini mimi ndo nakuja. So kwa sasa hivi tunapozungumza sasa hivi hata sasa hajui ya kwamba uko hapa ndani ya runinga ya Melissa TV Kenya? Bado. Okay, asante sana. Ukiangalia katika hii ucomedian, labda uende ikawa ulianza wakati mgani, ukiwa labda uko katika shule ya msingi, ama wakati umemaliza ndio ukaona ya kwamba hii kitu yenyewe kwa kweli talanta yangu iko hapa? Mimi nimeanza tu nikiwa hapo kwangu. Nilikuwa kwangu ndo nikapata na hao hapa hivi wakiact nikiwa nimeendea mboga nikuja nipike lunch. Na nilipata na wao baita na wakani nice sana, nikaamua kujiunga na wao pamoja. Kabisa. Ulikuwa unatafuta mboga, ukienda uweze kuprepare kupika, punde tu ukakutana nao. Tukikuja huo wa pili, mwanadada, je, ni nini ambayo ilikusukuma ukaweze kuungana na kundi hili? Na ni zipi ambazo changamoto wewe kama mtoto ambao unalewa uko chini ya mzazi unazipitia sasa hivi? Mi siwezi sema ati kuna challenge napitia tukiwa nao, but mamangu ako aware mi niko hapa na ako aware na kenye nafanyanga. First nilipatananga nao kwa barabara, in fact ni wao waliniitanga. Tulikuwanga na sistangu tunatembea, wakaanza kuniita. Sasa sistangu akadhani wananiita wanikatie. Sasa sistangu akasemaje ati wewe na utakuwa unaitwa na kila kijana na unaenda. In fact mimi waliniitanga for the first time na nikaenda. Wakaniambia je, nataka uact kitu fulani. Nikasema really mimi naweza act, mimi nitacheka sana. Akaniambia je, tutajaribu, kwanza tutaplay ya kwanza, ukicheka kisha tutaplay ingine. For the first time tuli act na sikucheka na nika act vizuri sana. For the first time you did it perfectly. Watazamaji, kitu ni kujaribu na ni kujituma. Tukuje watatu. Bro, iliendaje ukaweza kufikiana na hiki kikundi? Ni changamoto zipi wewe unapitia kama wewe kijana ukiwa chini ya ulinzi wa wazazi? Ni kaa kijana niko ulinzi kwa wazazi, napitia changamoto mingi. Unaweza pata wazazi wakati mwingine wanakupea kazi, hawataki uende kufanya acting, wanasema hiyo haiwezi kusaidia. Lakini mimi nafanya kazi zangu kwa haraka, nafikia au marafiki zangu tunatoa kipindi na wao. So mimi naona inanipeleka mzuri, lakini changamoto ni mingi kwa wazazi. Mimi huko nje ningeomba wazazi wasikazie watoto wao sana, juu mtu uko na talent lakini wazazi wanakataa usikukuze talent yako. So hiyo ndio kitu ningeomba tu wazazi, mtu kama ako na talent muachilie tu aifanye. Asante sana. Kwa hivyo kwa wale ambao ni watazamaji wetu wa runinga ya Melissa TV Kenya, kumbuka hao ni vijana ambao wamejituma, wanatoka katika huu mtaa na wanataka kuhakikisha kwamba talanta zao wameweza kujiinua kupitia kwa talanta zao. Maanake kuna wengi mno ambao hawajatambua talanta zao. Kwa hivyo ni kuwafahamisha kwamba mnapokuwa na uwezo wa kusaidia hao vijana, basi chukua muda wenu mkaweze kukumbuka hao vijana ambao wamejituma katika kueneza talanta zao katika mtaani. Tumefika kwa kiongozi. Wewe sasa kama kiongozi pale nyumbani umepewa kazi na mzazi unafaa kufanya. Sasa ni jukumu kwako, utumie akili ufanye kazi haraka ndiposa ukaweze kupata muda. Manake lazima uweze kutenga muda wa kufanya hii kazi ya sarakasi
ambayo nyinyi mmejituma kufanya. Je, kuna siku nyingine ambayo labda uende ikawa umepata mzazi hataki wewe leo ukaweze kufanya kazi ya sarakasi ama ukomedi ama labda amekukazia kidogo? Kusema ukweli mi si ati nakaziwa ile sana. Wanajuanga kitu unafanya but yani hawaichukuliangi serious sana, unaona? Yani hawaonangi nikaa ni kitu big deal. Yani tu wanaona tu huyu Clinton huyu na sarakasi zake acha aende na huko. Mi by the way nasumbuanga. Kwanza mom ndio msumbua sana. Mtu sifikiangi sana kusumbua ni dad. But mi wamefanya kuturentisha nyumba yetu kando kabisa na wazazi, unaona? So mi siwezi sema ati kwa nyumba ati wananiforce ati nifanye kazi cause siyuko na wao, unaona? Sasa mimi ndo niamke nifanye haraka nikijua makomedi wangu wanafaa kufika masaa fulani, wao wanafika hiyo time najitayarisha kwa nyumba napanga. Sasa kitu tena hatunanga ni nyumba ya kuact, unaona? Sasa challenge ka hizo tu mi si hatuwezi sema ati tuko na challenge mingi. Yenye tu tuko nao ni editing na camera tu, mtu wa kutushikia tu, hizo tu ndo vitu challenge kwetu. Lakini hizo kusema ati tunateswa nini, hakuna, si tuko tu sawa. Asante sana kiongozi. Tumefika kwa macho ine huyu Kase, ni changamoto zipi ambazo unapitia ukiwa chini ya ulezi wa mzazi? Unapitia kwa wakati mwingine unapata ya kwamba mzazi amekupatia kazi uweze kufanya, lakini kwa bahati mbaya ule muda ambao umeweza kutenga, ambao mmeweza kusema mmeagana muweze kufikiana ili mkaweze kufanya kazi yenu, unapata ya kwamba kazi ile ambayo ulipewa na mzazi haujamaliza. So hiyo wakati ikifika unapata ya kwamba haujakuwa in time. Je, ushaipitia changamoto kama hizo na zinginezo? Mimi kama hiyo, mamangu saa zingine ananiambianga nifanye kazi. Nafanya before kwanza nitoke. After kutoka, nafanya kwanza kazi namaliza. Nikimaliza namwambia naenda mahali fulani. Ananiruhusu naenda. Hiyo si shida. Asante sana mtazamaji. Endelea kutufuatilia runinga ya Melissa TV Kenya. Tuko hapa na wana maarifa comedy ambao wametutembelea siku ya leo ndani ya runinga ya Melissa TV Kenya kuhakikisha kwamba tumeweza kutangamana nao. Unaweza kuendelea kutufuatilia ili uweze kujua ni changamoto zipi vijana ambao wamejitolea kukuza kwa kuendeleza talanta zao. Na kupitia kwa kukuza talanta hii ambao ni vijana, kwa maana ni vijana ambao wamejitokeza katika hapa mtaani, wamejitokeza ili kukuza talanta zao. Lazima iwe ni support kutoka kwenu ili wakaweze kuinuka na wakaweze kuendelea. Katika masomo, kiongozi, hii ni swali lako. Katika masomo unapata wakati mwingine labda kama kuna masomo inaendelea ama Hapo kwa masomo, mi niliuma nje. Mi ni msee nilikuwa nang'oa 10. So unajua, mi nikakuja nikaona yenyewe hii ni kuwaste time na ni kuwaste fee ya mzazi, do ya mzazi na anajituma huko kwa ground sana. By the way mi nilifanya tu class 8 pekee. Nikaambia mzae saa hizo stori za kunipeleka Jongo form 1 hizo achana nazo. Saa mi yenyewe kwa masomo nayo juu hitilafu. waliuma nje. Hapo nayo Kuna kiongozi kwa hili kundi lako, kuna yeyote ambayo anaendelea na masomo labda? hapa sidhani. Huyu ndiye alifanya form 4 but hakuuma grade yenye alikuwa anataka, na so anataka kurudia. Simorio anataka kurudia, na huyu yeye pia alichoka na maisha ya shule. Huyu alichokanga kitambo sana, na huyu pia yeye kitu kaa hiyo inapangwa. Hiyo hapo kwa shule hapo inapangwa. By the way, ni fee tu kidogo but atarudi. Ako form 3, si ndo? Form 4 anaenda saa ako form 4 saa hii.
si ndio? Na huyo sasa unajua ni our mom. Yeah. Asante sana kiongozi. Basi kwa wakati huu tena nitarejesha kipaza sauti kwa Bwana Shiku ambaye ni mtangazaji mwenza. Kisha tunapoendelea katika mjadala huu kwa kuungana na vijana hawa ambao wako na talanta. Wewe kama kijana uko pale nyumbani, haujagundua talanta yako, ni vizuri ukaweze kugundua sasa hivi, manake huu ndio wakati mwafaka, ndiposa ukaweze kuinuka, ndiposa ukaweze kuendelea. Sisi kama runinga ya Melesa TV Kenya tumehakikisha kwamba tunakuhakikishia kwamba lazima tuweze kukuza talanta haswa kama hawa vijana wako katika hapa mtaani. Kutana na nami, endelea kutufuatilia tunapoendelea na mjadala huu. Karibu Bwana Shikuku. Kidogo mwanahabari, unaweza enda madukani ndio nikaweze kuendelea. Asante sana mtazamaji. Kumbuka ya kwamba ukiwa ndani ya runinga ya Melesa TV Kenya tunakuhakikisha kwamba wakati sura yako haijakuwa ile ya kawaida ama ile ambayo unatamani, kumbuka kwamba tuko na dawa ya kutatua shida zako. Dawa ambayo tunakupatia ni hii. Tembelea pale ukiwa pale Nairobi, jijini Nairobi pale. Kuna duka ambalo linafahamika kama Zombe Beauty Shop. Linapatikana pale katika Mfangano Street, opposite Naivas. Hapo utakutana na duka hilo ambalo litatatua shida zako za ngozi. Kama ngozi yako imekuwa ni ile ya kuharibika, imekuwa ni ile si ya kawaida, vile vile kumbuka kwamba watakupatia ile perfume inaitwaje kwa Kiswahili? Marashi. Basi hapo sasa, marashi ni ya bei nafuu. Vile vile wanapatikana wako na marashi ya bei nafuu yoyote ile ambayo utahitaji, wako nayo. Kumbuka ya kwamba wanatatua shida ya ngozi, shida ya mwili wako wote. Ukiwatembelea pale katika Kati Business Center ambayo ni building iko ndani ya Mfangano Street pale jijini Nairobi, utakuwa umesaidika vile vile sana. Kumbuka Zombe Beauty Shop ni duka ambalo kidogo linapatikana kando ama ukipenda mkabala na duka la Quickmart Supermarket ambalo ama duka jumuishi la Quickmart Supermarket ambalo liko tu katika Mfangano Street. Na ukifika hapo, jinsi vile tu mwanahabari mwenza ameweza kujulisha, ni kwamba utapata pale bile ambavyo ni rembesho ambavyo vitaweza kufanya ngozi yako kung'aa. Na si warembo tu peke yake, bali hata wanaume pia tunaangalia maslahi yao, na tunaangalia jinsi vile tena wanaweza kuwa katika ile hali ya kung'aa. Labda uko pale nyumbani unajiuliza labda Zombe Beauty Shop inapatikana wapi? Enda pale Mfangano Street ama enda pale kwenye Melesa TV Kenya YouTube. Ukipiga ile subscription, basi utakuwa unapata zile ambazo ama ni yote ambayo yanajulikana ama yote ambayo yanahusiana na Zombe Beauty Shop, na yote hayo basi utakuwa unafaidika kutokana na duka ile, haswa katika kuhakikisha kwamba ngozi yako inang'aa, ngozi yako inalindwa na ngozi yako iko katika hali iliyo shwari. Kumbuka Melesa TV Kenya ni mtandao ambao bila shaka unahakikisha kwamba unakuletea masuala yote katika jamii, kuhakikisha kwamba unapata zile habari